Hujambo na karibu mtazamaji. Shirika la kidini la Young Interreligious Leaders for Peace and Reconciliation likiongozwa na mwenyekiti wao Sheikh Hassan Mubarak wameandaa mkutano katika ukumbi wa CDF Vipingo ukihudhuriwa na mamia ya viongozi wa kidini, dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo kutoka Kilifi Kusini. Katika yaliyojadiliwa ni amani kama msingi wa maendeleo endelevu, viongozi hao wakiwaomba wanajamii wote kila mmoja kwa balozi wa amani katika mazingira yanayowazunguka. Hata hivyo, viongozi hao wa kidini walizidi kukemea matendo ya kifuska na kutoa makataa kwa tendo la biashara ya ngono miongoni mwa mabinti kutoka mji wa Mtwapa kukomeshwa mara moja na serikali. Wameiomba serikali kuchunguza na kuchukulia hatua zaidi mashirika yanayosajili vijana kujiunga na tendo la uliwati katika kaunti ya Kilifi. Vile wamekemea ajira kwa watoto wadogo ambao aghalabu huingia sehemu za mikahawa na maeneo hatari, wakisema wazazi ndio wanapaswa kuchukua majukumu yao. Viongozi wa kidini, mko na jukumu kubwa sana hapa. Viongozi wa kiserikali watanisamehe kidogo, pamoja kwamba wanajua dini na ni watu wa dini, lakini muda mwingine huenda wakaambiwa kwamba kikatiba usiingilie hii. Si kwamba wanapenda, lakini wakiheshimu katiba. The same serikali inapeana vibali ama certificate kusajili hivyo vyama ambavyo kwamba vinakuja kusimamia na kuunga mkono watu wakuja kutuharibia miji. Mahala katiba imekubaliana na maandiko, tutaenda na katiba. Ikitofautiana hapa haki ya kibinadamu, hatutokubali. Mapenzi ya jinsia moja ni sehemu ya haki ya kibinadamu, tutasema hii ni violation of human rights. Wale wanaofanya biashara za kingono ndani ya Mtwapa, it is now the high time. Hatutaki kuona watoto wa kike wanatoka Jikoni, wanatoka Kisauni, wanatoka Bombolulu, wanakuja kujiuza Mtwapa. Mtoto saa 2, saa 3, saa 4 usiku, mtoto miaka 6 mpaka 8 mpaka 9 anazunguka na jugu, wengine mpaka hotelini, mpaka karibu na baa unamuona mtoto anazunguka. Tunaomba wale watoto wachukuliwe, waelekeze kwa wazazi wao ili wazazi waweze kuwajibika kwa unyanyasaji wa watoto. Afisa mkuu wa uhamasishaji wa rasilimali Bwana George Mwangiri amewashukuru viongozi wa kidini, akisema kuwa dini ina nafasi yake kwenye uongozi na kupatikana kwa amani ni uwepo wa dini. Ametaja maendeleo ya kaunti ya Kilifi ya kuchukua jukumu la kuwafundisha wanafunzi wote walioitwa kwenye shule za kitaifa, kwani wazazi wengi hukosa uwezo wa kuwalipia karo. Aidha, ameelezea hatua za kukabili tatizo la maji ndani ya kaunti ya Kilifi, akitoa mfano wa tangi ambalo linajengwa ndani ya wadi ya Mtepeni. Ni washukuru mwanzo kwa hii hatua mliochukua chama. Hii hatua mliochukua ya kuacha dini ichukue nafasi yake. Na hakuwezi kuwa na maendeleo endelevu, that is sustainable development, ikiwa hatutahusisha dini pale mbele. Tumepeleka na tunalipia watoto 2021 hapa Kilifi South. Hapa Kilifi South tuko na watoto zaidi ya 700 ambao wanalipiwa na county government wala ambao wako national school. Lakini kabla hapo ilikuwa tunapata watoto 2000, lakini baada ya watoto wakiripoti unapata Kilifi County watoto wa national schools ni kama 200 peke yake. Kwa sababu gani? Mtoto amepata nafasi ya national school, lakini mzazi hana nafasi. Anampeleka wapi? Hizo shule zetu zapo. Na mimi nimekuwa upande wa maji. Hapa Mtepeni tunajenga tangi kubwa ya 5 million liters. Hii ndio tangi kubwa peke yake Kilifi. Kakuyuni kuna moja ya 5 million na hapa peke yake. Hakuna tangi nyingine kubwa kama Kilifi. Meneja msaidizi kwenye afisi ya mbunge Bi Priscilla Nazi ameahidi kupeleka malalamishi kuhusiana na kampuni ambazo ziko ndani ya Kilifi County kutokana na baadhi ya kampuni hizo kuwanyanyasa wafanyakazi wake. Malalamishi yote kuhusu kampuni ambazo ziko hapa Kilifi South na Kilifi County nzima, kwa sababu yeye hahudumii Kilifi South peke yake, ni Kilifi County nzima na Kenya nzima.
So hili swala la kampuni kunyanyasa watu wetu ninaamini limefika pahali. Ward administrator wa Shimolatewa Bwana Mazoya amewahimiza watu kutumia nafasi za kazi zinazotangazwa serikalini, akihimiza kuwa zinaweka mbali ubaguzi wa kidini, wa kijinsia na walemavu. Bodi zote za county including Kilifi County zinaongozwa na sheria. Sheria hiyo iko kwa katiba. Na sheria hiyo inasema hakuna ubaguzi wote wa kidini, wa kijinsia wala ya wewe kama mlemavu. Pia ina consider hata zile minority groups.